ye nanga yoro de ke akana mamole na ombole ibodo agora kana garoroke atingo yola kame amodo tio betata no toreka. Hallelujah. Yenda iguira ndandike, maundu maria ndonire
mũthũrĩra arĩ no keki mũnene gũtirĩ karũ ta iria twakagwo gũkũ thĩ nĩ tondũ Mwathani we mwene nĩwe karũ ya igũrũ ndonire Jerusalemu igũrũ gata mũingĩ ageneire mũthũrĩra arĩ no keki mũnene inao matũre marĩakwa ĩkamagiria maithori matigacoka kũrĩra ndonire Jerusalemu igũrũ gata mũingĩ ageneire mũthũrĩra arĩ no keki mũnene oimagĩte-inĩ kĩa Ngai ũkiuga gĩikaro gĩakwa arĩta nĩ maingĩ mũura rĩũano rĩaku rĩnene kwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai kwanĩrĩra njuge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Moruta imaikiria Danieli maria merothi nayo kemoruta evanerera juge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai evanerera juge na mũgambo atĩ nĩwe Ngai Onyite na ngwako ejikarage nawe ndĩkuĩire mũtĩ wakwa kwa mbĩrũ ndikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga Okina emocio aiguru saitane dato okaore niarege eba
no ithe Alikia gukinya mucio cio wa iguru Saitani ndagacoka guthĩnia rĩngĩ famania kaĩmbĩria na moko merĩ aurũkia ngendo-inĩ wake Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona Riri wa igũrũ ũine harĩa rũita ngĩnyona ona ũrũ no ũine. Hallelujah. Amen. Nĩtũkwĩra Ngai nĩ atwĩkĩte magegania. It is our second day already and we have seen God so far. Thacio kwitire mĩhaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha rũĩ Ebeneza nĩwe ũtũhe hinya amũkĩra ngatho citũ thacio kwitire mĩhaka Kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo Ngai hinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie haha ire rũĩ Ebeneza nĩwe mũtũhe hinya amũkĩra ngatho citũ hĩndĩ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩ wĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩ wĩkĩte magegania bendera yatũ ĩrĩ igũrũ nĩtũhotanĩire mwathi titherũ tũrĩ atoria kuona thũ citũ ikĩgega ciĩciragia nĩ twaguta nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte
magegania ndingĩhota gũtarĩria Ngai getha tumuthaithe tumuhe igoro citu tondu niguo endaga ma. Thank you, our Lord. We come before you this afternoon. This evening we commit our heart on your heart. We want you to speak to us. We want you to go with us. Lead us, Father.
We cannot do it on our own. We thank you for this day. We know you have prepared a lot for us. Father Lord, come and talk to us. Come talk to us, Father. We thank you, we worship you, and we glorify your holy name. In Jesus' name, amen. Igongona rĩa marĩo rĩrĩa igĩre nĩ ndoka wĩkago ameni Jehovah osuhoro amani gwa igongona yathe guothe na nĩrĩo rĩkena nĩ mũndũ akamũyo rĩna tatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ nao magakorwo me ngoro ĩmwe marũmĩtio ũhoro wa ma Ngai ũthamaki-nĩ waku na hinya ona kũgocwo tene na tene ithe witũ wĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩrĩa mũrũ ũthamaki waku ũke ũrĩa wendete we Jehova nĩguo wĩka ũrĩa wĩkagwo ũyũ mũthĩ irio cia gũtũigana na ũtũrekere mehia maitũ tũrĩa na
Okay, Father, in the mighty and wonderful name of Jesus, the name that is above all other names, and beside thee there is no any other God. Before you there was no other God. After you there will be no other God. We worship you, dear Father. We magnify thee for who you are. You are the way maker, oh dear Father. You make ways where there are no ways. You made a way for Moses and the children of Israel. Jehovah, you did it then. You can do it today. And you'll do it today, oh God. For you are the same yesterday, today, and forevermore. We worship your name, oh God. May you reign in our midst, dear Father. We surrender to you, oh God. Listening to you, oh dear Father. Looking unto thee for ceaseless grace, oh God. For you are our maker and our creator. We worship you. We humble before thy presence. This we pray, believing and trusting in Jesus' holy name. Amen. Praise God. Need to be blessed. At this juncture, I'd like to quickly welcome the choir to give us your presentation as we all give our offerings in the presence of the Lord. Karibuni choir. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Tupungieni mkono hivi. Amen, amen. Sisi ni wanakwaya hapa Huruma. Tumekuja kuambia kwamba huu ni wakati wa kurejeshewa. Bwana Yesu asifiwe. Muko karibu kurejeshewa? Muko karibu? Wacha tusikize na Bwana Yesu asifiwe. Che. Hallelujah. Ni
nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Usitafute kwingine, kwake Yesu utaipata. Raha ya kweli iliyopotea, usitafute kwingine, kwake Yesu utaipata. Nikurejeshe, nikurejeshe. Yesu utaipata. Kibali chako kilichopotea, usikitafute kwingine, kwake Yesu utakipata. Nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Usiutafute kwingine, kwake Yesu utaupata. Neema ya kweli iliyotoweka, usitafute kwingine, kwake Yesu utaipata. Come on! Nikurejeshe, nikurejeshe. Njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Tena, tena, tena. Nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Praise God. Praise God. A better round of applause for the choir. We are going to be restored. Bwana asifiwe. I'd like to welcome our very able, our very loving youth patron to please pray for the offering. Youth patron, karibu.
Oh, studio, please display the pay bill. Praise the name of the Lord. You know it's good to pay for offering. So I think we have not given the offering. Yes, I think there was a breakdown of communication. So can we have the studio? For those who have cash, yes, let's do our offering. Let's take our phone. Kama uko na cash, harakisha sana ili tuite tuendelee. Let's go. Let's all go together. Go to the M-Pesa. Sisi wote pamoja. Uli ako na cash, anaweza kuwa analeta. Uende kwa M-Pesa. You can use either the bank account. You can use the pay bill. Whichever convenient for you. The DTB bank, pick one. Go to the pay bill, both of them. Then you put, for the bank, you put 717272. And then for the pay bill, you indicate your name and the offering. Yes, it's good to pray for offering. Tuseme tumetoa offering na hakutukutoa, si ndio? Ni vizuri. 609 687, then your name, then the papas, or you go to using the DTB bank 516 600, then there you put 717272, and I believe we are done and we can continue. Let's have a word of prayer for that. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, we give all the glory because you have given unto us. In your presence we come with thanksgiving, Lord. We pray, Lord, for whatever you have given this evening, may you bless it. Bless all those who have given. Lord, we ask for your blessing. We ask that, Lord, you may help us, even, Lord, to understand the purpose of giving, even as we continue to hear and to listen from you as we were taught yesterday. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. Give a better amen to Jesus. Bwana asifiwe. Praise God. Praise God again. Are you ready to be blessed? Are you ready to be revived? Are you ready to get fresh anointing? The heavens are ready. Bwana asifiwe. The heavens are ready to release the blessings that are there for us this evening. Bwana asifiwe. Tap your neighbor, tell them, get ready for the word. Tell them, get ready for the word. And now we want to set the atmosphere ready. Bwana asifiwe. And as I speak, please, the worship team, please come very quickly to the front, worship team. Please be quick. We want to prepare our hearts. We want to prepare our spirits to receive the word that the Lord has prepared for us this evening. Bwana asifiwe. Let us rise to our feet as we worship the Lord. Let us all rise to our feet as we prepare ourselves to worship the Lord. He says that he seeks worshipers who worship him in truth and his spirit. Bwana asifiwe. Our pastor, you are the one who is going to get us off the stage as you come to welcome the preacher. Bwana asifiwe. Karibuni. Praise the name of the living God. Amen. Come on, give me a better amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I want you to prepare your heart to take this moment, worship the Lord, humble yourself before the Lord. Don't mind hiyo harufu ya tear gas. This song that we are going to sing, sing it from the bottom of your heart. In the book of Psalms 103, verse 2, that bless the Lord, O my soul, and do not forget all his benefits. Amen.
vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Siwasiki, tuimbeni. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. One more time. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa ewe Bwana. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili heshima zote. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Tuimbe tena one more time. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako
Jaura mirigo yote tuendelee na kumwabudu Bwana, mwambie Bwana ni asanti. Tunapojitayarisha kuenda kusikia neno, uplift the Lord, say thank you, thank you, thank you. Thank the Lord, worship the Lord in His presence. Worship the Lord in His presence. Tell Him He's worthy of praise. Tell Him He's worthy to be worshipped. The reason we are here is to worship Him, the King of Kings, the Lord of Lords, the God that lives forever, the Almighty King of heaven and earth. There is no other God like Him. Oh, we worship You, our God. We magnify Your name. You are worthy to be worshipped, our God and our King. We are before Your presence to give You praise, to adore Your holy name. When we know that You are our King and our God and our Lord, our Redeemer, we are so grateful to be before Your presence. Oh, hallowed be Your name. Oh, may Your name be uplifted. May Your name be magnified. We shall speak of Your goodness. We shall speak of Your greatness. We shall declare to the people that You are the Lord that lives forever. You are the God that does great things in our midst. Oh, we worship You, our God. We give You praise and we adore You. Receive our praises, Jehovah. Thank You, Jesus. Thank You, Lord.
Thank you, Jesus. God bless you. Amen. We want to thank the Lord this day. Once again, we want to welcome each and every one of you to this revival. We have been expecting it. We have been expectantly waiting for it. And we started yesterday. And the message was very clear. Sijana tulikutana na nabii. Hallelujah. Sasa jana tulikutana na nabii. Na sasa ni kusikiza vile nabii ataabiwa. Bwana asifiwe. Tuliambiwa tuende pahali tuketi hapo tugoje neno la nabii. Bwana asifiwe. Lakini jambo moja ni kwamba ukikutana na nabii, ukiwa unateremuka unaanza kupanda. Bwana asifiwe. Na sasa tumeanza kupanda. Hallelujah. So we are excited to have you all here. We are so grateful that you have found time to come. Despite the obstacles that the devil has put ahead of us, he is ashamed. Situmcherekere kidogo. Situko hapa. Kalikuwa kanadhani hatutaweza. Na tuko wapi? Hallelujah. Despite all his trials, we are here. Hallelujah. Basi atasikia hivyo. Bwana asifiwe. So we thank God, and we do not want to take long. First and foremost, I would like to appreciate the pastors who are here with us. If you are here and you are a pastor, if you can stand, we want to appreciate you. Apart from the visiting pastors, those from our church, if you can stand up, we want to appreciate you. Somebody can give them a microphone to introduce themselves. We want to recognize them. They are servants of God. They have taken time. It's a great honor to be with us. Tomorrow they are ministering in their churches, but they are here with us. Today is normally a preparation day for pastors, but they have found time to be with us. Karibuni sana. 1 minute, say where you minister, your name. My name is Johanna Patrick from the Church of Wetaitie. May God bless you. Amen. Pastor Johanna, thank you. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. My name is Pastor Jeremy from Ruai. Thank you. God bless you. Amen. Pastor Jeremiah from Ruai. God bless you. Thank you for coming. Kwa majina ni Daniel Maina na hudumu katika kanisa yetu huko Kamwangi, Gatudo North. Amen. Pastor Daniel all the way from Kamwangi. Thank you for coming. Praise God, church. My name's Michael Kanja. I pastor at Thika Road Church, a branch there. I love you all. Amen. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Pastor Mika. Pastor Mika was still with us yesterday. Thank you, Pastor, for coming again. That is great love, and we greatly appreciate you. We would like also to appreciate the deacons who are here with us, if they can stand. We want to appreciate them. Amen. Deacons, because of time, we appreciate you. We love you. And we are so grateful for finding time to be with us. God bless you abundantly. We have a deaconess also. We would like to appreciate them. If they can stand up, we want to appreciate you in Jesus' name. It's a great honor to have women of God here with us. God bless you. God bless you. Kuna wamama wachungaji pia. We would like to appreciate them if they can stand up also. Amen, amen. God bless you abundantly. Na kuna Bibi Askofu. Amen. And she's with us in the house. Si huyu tumpatie nafasi ya salimiane. Dakika moja. Maito tugeithie dakika imwe. Ciana ciaku ikene.
on behalf of our bishop. Murega rĩngĩ matatũ murega Ngai wa muoyo amũrathime mũgĩthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai na nĩ thengio mũno nĩ gũka kwanyu tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Harĩ twanjĩtagwo Rudia Hana wa Stefano Jifuna nĩ tondũ harĩ andũ matakĩnjũĩ na gwitũ nĩ kanitha ũyũ. Amen. Huyo ndio mama wetu wa diocese hii yetu, ndiye bibi askofu, na karibu sana. But last but not least, my wife, I cannot fail to recognize her. Lecho, salimia kanisa. Sifiwe. Amen. Mwathani agocwo. I'm happy to be here. I give all the glory to God, and I feel blessed for God having given me this chance to be here to listen to His word. Thank you all for coming. You are most welcome. Asanteni sana. Karibuni sana. Amen, amen, amen. Now, you know, our visiting speaker is none other but Bishop J.B. Maside. Bwana asifiwe sana. Leo alipatikana na jabu ya close relative na alikuwa ameenda mazishi bali wote. Sasa akakwasika jiani. Hallelujah. Lakini kesho yu pamoja nasi saa 4:30. Hallelujah. Lakini kunaye si aliongea juu ya mafuta ambaye ametia mafuta. Hallelujah. Na tumeongea naye na nikamwambia mafuta ya yule yamewekelewa huaga mara mingi ni double. Sasa leo hamtasikiza Elijah. Leo ni Elisha. Na Elisha mnajua ni mara double portion. Hallelujah. So we are blessed to have a man of God. Reverend Ken Oduor. Ndiye atatuhubiria. Lakini we are more privileged. Hallelujah. To have my bishop with us and my chairman of the board of directors of Thika Water and Sewerage Company. My boss is in our midst. He's my minister and my boss. Sababu yeye ndiye askofu wangu huko Thika. Na tena ndiye chairman wangu tukienda kazi. And he's with us. And it is great love. Because for the last 2 weeks he was in a mission in Uganda. For the last 1 week. This week they were together with the bishop in Nakuru for a seminar, couple seminar that was attended by over 2,000 people in Nakuru. And he was ministering there. He came yesterday, last evening. So yeye ndiye tutapatia hii nafasi. Aje atusalimie. Alafu ile mikono ya askofu yeye pia ataweka nini? Atatuitia mhubiri. Ndiye ataombea mhubiri ili atupe neno. Bwana asifiwe sana. Sio ni mzuri? Lakini before he comes, Engineer Peter. Engineer Peter Githiomi is an elder at the Deliverance Church Umoja. He's one of the elders there for long. We were together in the same class. And before we met, they schooled together with my uncle, Daniel, Pastor Daniel Kabari. Simnamjua. They schooled together before we met.
for 2 years in Jiris. Then we met at college and we schooled for 3 years together. So he's a friend I know, and he was a link between me and Bishop. So we thank God, together with Bishop, they arranged for that connection. So God bless you, man of God. We are excited to have you here, and we look forward to having you even tomorrow. So my Bishop, karibu sana. Bwana asifiwe. Asanteni sana kwa kuwaona siku hii ya leo. Kwa majina ni Bishop Dr. Kennedy Mbatia. Thank you so much Mchungaji Moses. Wacha niwahakikishie kabisa ile kabisa mko na mchungaji mzuri. Huyu ni mmoja ambao kama mngemkataa tutamchukua tu tuende na yeye. Kwa hiyo ni mtu mzuri, na kukiwa na mtu mzuri tunamtunza vizuri. Na vile ninaona na vile tunakuanga na yeye, hajawahi kuwa na wasiwasi yoyote. Na sasa ile tumefanya kazi pamoja naye, amekuwa mtu wa baraka sana. Praise the Lord. Nimekuwa katika kongamano hili sababu aliniandikia akaniweka ndani maombi ambayo tumekuwa tukiomba ili siku hii ya leo ikuwe jinsi ambavyo ilivyo. Kwa hivyo nimekuwa nikiomba pamoja nanyi. Praise the Lord. Sababu zaidi ya kufanya kazi pamoja, sisi kwanza ni ndugu moja, isn't it? Marafiki sana. Tumekuwa marafiki sana. Bwana asifiwe sana. Na sisi pia tumeitwa na Mungu. Hata tukiwa kule kwa maji, sisi huombea maji. Tunaombea maji katika boat. Kuna vitu vingine vitaweza kukwama, lakini kwa sababu tulijua tuko mahala pale kwa kusudi kama lile, tunainua mikono yetu juu tukisema hata maji ya Thika iwe mingi zaidi. Bwana asifiwe sana. So we are so glad to be together with you. Nilitazama babangu akihubiri hapa na ninasimama pia kwa sababu yake, kwa niaba yake. Kwa hivyo nilijipanga na socks. Kwa pia niliambiwa hapa utaweza kuja na socks utoe alafu kidole kiko nje. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa ile niliingia hapa, nilisunguka hapa mara kadhaa, nikaona hapa ni adhuri. Nikasunguka hapa nikaona ni atumia. Sasa nikashindwa na wale wengine adhuri, atumia. Na aliagi. Sasa nikajua kuna mlango iko hapa. Sasa mimi nilikuja kitambo saa 10:30 nilikuwa hapa. Sasa mimi nikakuja nikaingilia mahala pale. Nikajua hapa ni kiingilio cha kila mtu. Lakini nikakuja nikajipatia kiti. Ninaangalia hivi naona kila mtu hapo ako na white. Mimi peke yangu nilikuwa sina white. Sasa mzee mmoja akakuja. Akanichukua mahala pale akuja uka. Sasa nikashindwa, unajua Biblia inasema kuna mmoja ambaye aliingia harusi na hakuwa na zile nguo. Sasa nikaanza kuuliza ninatolewa nje kwa sababu sina nguo, lakini kwa sababu nilikuwa nimeomba kuwa mahala hapa, nikasema nitamwambia hizo nguo leta univarishe. Sasa ile nimepelekwa pale ndani, nilikuwa nafikiria nitatoka nikiwa na hizo nguo. Lakini nafikiri mchungaji Moses atanifundisha ili pia ninavaa hivyo. Mnakaa vizuri, mnakaa warembo, watoto wa Mungu. Mungu wetu awabariki sana sana sana. Yesu katika Yohana 7 na mstari wa 37 anasema, nani aonaye kiu na aje kwangu nafanye nini? Anywe. Na wakati nimeketi hapa, kwanza kanisa hili iko mahali pazuri sana. Kama kuko na mahali watu wako na kiu, kumbe ni hapa. Sababu kuanzia tujaribu kuingia hapa, sisi tunakanga mahali kwingine.
Na nikaomba ya kuwa jambo hili ambalo ninalisoma hili, sisi wenyewe ambao tumekuja kwa Yesu, sisi tumekunywa maji, isn't it? Yesu akasema on the last day, siku ambayo ni ya mwisho, hiyo sherehe ya Feast of the Tabernacle, siku iliyokuwa kuu, Yesu akasimama akalia kwa sauti, akasema, yoyote aonayo kiu, hebu na aje kwangu na anywe. Na mimi naona watu ambao wamekunywa maji katika jina la Yesu Kristo. Na hata siku ya leo katika yale mahubiri tumepata na tunazidi kupata, naomba hata tujazwe zaidi. Praise the Lord. Najua nilikuwa nasikiza baba askofu akihubiri, kwa sababu lazima ningesikiza akihubiri. Nami nilikuwa nainua mkono wangu nasema ni mimi hiyo Daudi, ni mimi hiyo. Na nikaomba Mungu pia anijaze zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu akikujaza, unaona mstari wa 38, unasema nini? Mstari wa 38. Unasema nini? Yeyote atakaye amini mimi, kama vile maandiko inavyosema, kutoka moyoni mwake itafanyika nini? Kutoka moyoni mwake kutoka nini? Vijito, sio hata moja, vijito, mito, tirowe, marowe, mundu dakike marowe. Marowe maige, kutatoka vijito vya nini? Vya maji yaliyo hai, itatoka ndani yake. Praise the Lord. Ombi langu ni ya kuwa kongamano hili tunapoendelea nayo, hata maeneo haya ambayo inatuzunguka, ambayo ina kiu jinsi hii, kanisa letu, si mtu aseme kanisa letu. Unajua kanisa letu ni gani? Ni hili. Mimi ni mshirika hapa. Oya. Mimi ni mshirika wapi? Kanisa hili letu la African Holy Ghost Christian Church. Jana nilikuwa nasema African, nikaanza kujiuliza, hii kanisa ni la Afrika peke yake? Nikasibuka kidogo Afrika, na nikaanza kuomba na Mungu akanifunulia ni la Afrika, lakini hata kutoka mahala hapa vijito vya maji yenye uhai zikaende Kenya yote, vijito vikaende dunia yote. Si mtu asema amen? Hallelujah. Kila mahala ambapo Mungu anatakikana, sisi kutoka kanisa letu la African Holy Ghost Christian Church, praise the Lord. Unasimama kule Brazil, unasema mimi nimetoka African, na ukienda pale unatiririka maji yenye, wale ambao hawajui Kristo wanamjua katika jina la Yesu. Asante sana kwa kuwa mahala hapa. Nilitamani hata siku zingine nyingi nikuja hapa. Sasa mtakuwa mkiniona hata kama sijaalikwa, ninakuja tu mahala hapa katika jina la Yesu. Tuna mchungaji ambao ameandaliwa, ametembea na baba askofu, my father Bishop JB Masinde. Simpenda sana jana, na kweli atakuja kesho kabisa, atakuja kesho. Ni mmoja wa baraka, na kama tunatembea naye hata ukituangalia hivi sio tuko tumebarikiwa. Haya, huyu mchungaji ambao anakuja kutubariki ni mwana wa askofu, ametembea hivi hapa kama vile mchungaji Moses amesema, yeye ndio wako na double, na baba hana shida na hiyo. Ameachilia baraka zote kwa mwana akihubiri zaidi, naye baba anafurahia. Kama Mungu Baba anavyosema, msikizeni mwanangu. Naye Bishop JB Masinde amesema, yule ndiye mwanangu, msikizeni yeye, katika jina la Yesu Kristo. Naomba tusimame pamoja, tumkaribishe mchungaji wetu Ken ili aje atunenee neno lake Bwana siku ya leo. In Jesus name, amen. Our Father and our God, in the name of Jesus, we stand, our Father, on this altar that is lifted, our Father, because of your holy name, O God. Such a joy, Lord, to find the unity and the fellowship that, Lord, we can stand here in our church, O God Almighty,
together with one another. And precious Lord, this altar that is lifted here, Lord, we pray even today, we shall be fed, and our Father, we shall drink, our Father, from your assistance. To be full, O God Almighty, in this revival, so that our Father, Lord, we can flow ceaselessly, even as the theme of our Father of this conference is all about. As you use our Father, your servant Reverend Ken, our Father, God, use him not like yesterday, oh God, but Father, as a vessel for this very moment. In Jesus' name we do pray, and all of us say it. Amen. The Lord bless you so much. Amen, amen. Let's appreciate our bishop. Amen. Hallelujah. I want to take this opportunity to appreciate Pastor Moses together with the rest of the pastors that are here and all the leaders that are in this house today for allowing me to stand here on behalf of Bishop. Receive his greetings. As the pastor has said, he will be coming tomorrow. I was just caught up with the funeral that he was doing past water. So by the time he called me, it was around 5:30. And he told me, Ken, just go and continue from where I stopped, but assure them that I'll be there tomorrow at 10:30. So pokeeni salamu za baba askofu na pole zake. Amen. Mareto makwane Ken Oduori na Dimohonoku de umete na Korea Siaya. Si alafu inaishia hapo. So nitajaribu kuchanganya Kiingereza, Kiswahili, Kikuyu, because before I got married, my first girlfriend was Kikuyu from Nyeri Mokoroine. So I know a little bit of Kikuyu. When I'm with the Kikuyus, hawezi kunisengenya. Nitasikia na ninaweza kukujibu ushangae alisikia namna gani. Kwa sababu ninasikiaga kidogo. Mother Nyagoshwo. I want us to focus our attention to the Word of God. I want to talk about the ceaseless flow of grace. Yesterday, our father, our bishop, talked about the ceaseless flow of the anointing. Yes, I want to talk about the ceaseless flow of grace. And I will read two portions of scriptures. First, I will read our theme scripture, the book of John, chapter number 1, and verse number 16. I will read from the New King James Version. The book of John is just between Genesis and Revelation. You will find it quickly. John, chapter number 1, and verse number 16. The Bible says, and of his fullness. Nataka tusome pamoja. Baba askofu anasema tumia school fees. Si tusome pamoja watu wa Mungu. And of his fullness have all we received, and grace for grace. Please continue to verse number 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. I want us now to jump to the book of Acts, chapter number 12, verse 1 through to 9. And then I will build my case from there and say about 4 things, and then we will pray together. Acts chapter number 12 from verse number 1. Give it to me in the New King James Version. Iya KJV na kwaga changamoto saa zingine. All right. Let's read together. Now about that time, Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the days of the unleavened bread. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church.
And when Herod was about to bring him out, that night, Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers. And the guards before the door were keeping the prison. Now, behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. And he struck Peter on the side and raised him up, saying, "Arise quickly." And his chains fell off his hands. Verse number 9. Then the angel said to him, "Guard yourself and tie on your sandals." And so he did. And he said to him, "Put on your garment and follow me." So he went out and followed him, and did not know what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. May the Lord bless the reading of his word. As you go back to the book of John and begin to read the book of John, it presents Jesus to us not merely as a miracle worker, but also as an eternal Son of God. And he says he is full of grace. He is full of truth. And then verse 16 tells us, reveals one of the richest theological truths here in the New Testament. In that we need to understand that every believer, or everything that the believer needs, is found in Christ's fullness, not outside Christ. It is found in Christ's fullness. So when we live as a Christian, we are not living an empty life. We are not living while striving and struggling. We live because we've got a reservoir in Christ Jesus, because he is full of everything that we want. And that's why John declares that believers are not receiving a portion of his fullness. They are receiving from his fullness. Are we understanding one another? And so this verse reminds us here that the grace of God cannot be exhausted. It is too much for us. So that every new season comes with fresh grace. Every new assignment comes with fresh grace. Anytime you are weary and you need strength, the grace of God is sufficient to carry you through. Every challenge, any kind of provision you need, it comes with fresh grace. And that's why John is declaring that Jesus possesses the fullness of God. Can I hear somebody say amen? Amen. And this agrees with Colossians chapter 1 and verse 19. Now nitawapea maandiko sana kwa sababu baba yangu askofu alinifundisha, if it is not in the Bible, don't say it. So kila kitu ambacho nitasema kiko kwa maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you look at Colossians 1:19, it says, "For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell." Look at Colossians 2:9. Look at Colossians 2:9. It says, Colossians chapter 2, verse 9. For in him, Colossians chapter 2, verse 9. For in him dwells what? All the fullness of the Godhead bodily. So Jesus is not merely a channel of blessing. He is the source of blessing. You see, there are many people who speak about receiving the joy of the Lord. They speak about wisdom. They desire healing. They desire breakthrough. And all these things they are desiring separately. But God says, seek Christ. Because everything you seek is already contained within him. Ukipata Kristo, unapata kila kitu ndani yake. So when you possess Christ, you possess the fullness of heaven's resources in your life. Chochote ambacho unahitaji. Now I want you to notice what John says. He says, we have all received. Now this is past tense.
He is not saying we are receiving or we are about to receive. He says we have received. So the emphasis is not in what God might do in your life. It is what the believer possesses once you receive Christ Jesus as your personal Savior. And so if you are a child of God, if you are a believer, you have access to grace. You have access to his mercies. You have access to forgiveness. You have access to peace. You have access to eternal life. You have access to the Holy Spirit. You have access to divine sonship, because everything is found in the fullness of Christ. Can I hear somebody say an amen? Amen. Can I hear somebody say an amen? Amen. And so John 1:16 declares, lazima nichape hiyo foundation vizuri ya hiyo maandiko ndio nianze kuhubiri. Sasa hii ni foundation ninafanya. Si hapo ni sawa watu wa Mungu? So John 1:16 declares that we receive grace for grace. So which literally means grace upon grace. It is like water that is flowing from one level to another. And that's why we read the book of Acts chapter number 12, because that is one of the greatest illustrations about this truth. Because Peter's deliverance was not an isolated miracle. If you look at that scripture, you realize it was a series of divine interventions, each flowing into the next. And I'm going to show you in a few minutes. Can I hear somebody say an amen? That is what is called the ceaseless flow of the grace of God. So his grace sustains us when we are weary. His grace strengthens us when we are weak. His grace opens doors that no human being can be able to open. His grace prepares us for assignments beyond our natural abilities. And so Acts chapter number 12 demonstrates that God's grace does not merely rescue us from trouble, but it leads us into our purpose. Are we understanding one another, child of God? So as we look at this particular verse, I want you to see something that is very powerful. In Acts 12:5, sasa nataka kuchambua hiyo maandiko. In Acts 12:5, as much as Peter was in prison, as much as people thought Peter's story was over, but God had another story about Peter's life. Verse number 5 says, Peter was therefore kept in prison. But, that word but changes everything. As much as he is in prison, but there is something people have realized. They can put you in chains, but the grace of God can be able to deliver you. And so instead of people looking for police or going to the courtroom, they decided to contact the heavens. And the Bible says constant prayer was offered to God for him by the church. Kila wakati unapomlilia Mungu, Mungu anaachilia neema mpya. Na anapoachilia neema ya maombi, Mungu mwenyewe anaanza kuvunja kila nira na kuondoa kizuizi kilichoko mbele yako kama mwanake. Can I hear somebody say an amen? Can I hear somebody say an amen? So the ceaseless grace cannot be imprisoned. Tunasema kwa Kiswahili, mtiririko usiokoma wa neema hauwezi kufungwa. Na naamini Mungu siku ya leo ya kwamba tutapata mtiririko huo wa neema. Itatufikia. Tutaendelea kufanya vitu vya maana katika maisha yetu kwa ajili ya hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, I want to show you 4 things that this ceaseless grace does from Acts chapter number 12. I want us to focus on verse number 7. I have like 3 points in verse number 7. The Bible says, now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. Number 1, it is about revelation. Grace always sends light before deliverance. I'll say that again. Grace will always send light before deliverance.
Neema lazima itume nuru kwanza kabla upate kukombolewa. So this is called revelation. Let me ask you a question. Unajua niliambiwa na bishop, you are going to preach to a church of people who are very educated, people who are very intelligent. So you have to be careful how you are communicating with them. Kwani bishop alinidanganya? Si aliniambia ukweli? Wacha nione kama umesomea hapo. Leo hii ulipotoka kwako ulizima mataa kwa sababu mchana ilikuwa imefika, si ndio? Ukatoka nyumbani ukaja kanisani. Leo hii unaporudi nyumbani, ni nini wewe huwa unafanya ya kwanza? Unawasha taa. Unaona watu wamesoma pande hii, wacha nibaki pande hii kwa sababu ni kama kuna neema hapa. Ama nimesema vibaya watu wa Mungu? Unapowasha taa nyumbani, taa inaleta TV na vitu kwa nyumba, ama taa inafanya nini? Taa inakupatia mwangaza ili uweze kuona kile ambacho bado kiko wapi? Pale. Tunaelewana watu wa Mungu? So grace always sends light before deliverance. So Peter is in prison, and in that prison Peter is sleeping. While he is sleeping, instead of the angel delivering him, the angel first of all shines light in that prison. I need you to understand, child of God. The light is there to reveal to you what is already there. Hii tunapozungumzia kuhusu ceaseless flow of grace, hiyo neema iko pale tayari. Lakini kuna watu hawatembei kwa hiyo neema kwa sababu bado wako kwa giza. Kwa hiyo malaika anajitokeza kabla akukomboe, anaasha taa pale kwanza, akwambie hii si nafasi yako, hauko unafaa kukaa hapa, maisha yako ifai kuwa inaenda chini, unafaa kuwa unaenda juu, unafaa kuwa unakwea, unafaa kuwa unainuliwa. Lakini kama uko kwa giza, hakuna vile utakuwa na hakuna popote utakapoenda. Ni lazima nuru ya Kristo kwanza iachiliwe pale ili uweze kuona waziwazi mahali ambapo unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. That's why Paul writes to the Ephesians and he tells them, may the eyes of your understanding, yani kumbe hata kichwa chako, your thoughts ziko na macho. Lazima umuelewe. Lazima uelewe neema yake ili uweze kutembea katika hiyo neema. So anasema, may the eyes of your understanding be enlightened, so that you can be able to see to inherit the glorious inheritance of the children of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Look at 2 Kings chapter 6 verse 17. 2 Kings chapter 6 verse 17. The Bible says in 2 Kings chapter 6 verse 17, and Elisha prayed. I'm still waiting for the screen so that we can read together. The Bible says, and Elisha prayed and said, Lord, I pray. What is he praying for? Open his eyes that he may see. So the servant of Elisha has gone out and realized there is an army. Kuna jeshi kubwa sana pale nje ambayo imewazingira, imewazunguka. Na yule mjamaa akaanza kuingiwa na uoga. Anashangaa tutafanyaje na tuko wawili na kuna majeshi mengi yako kule nje. Lakini hapo anapomrudia Elisha hagombani na yeye. Anasema tunafaa tuombe kitu moja. Tunafaa tuombe revelation. Anasema Mungu fungua macho yake. Sababu you can live like a second class citizen in the kingdom of God because you don't know you are right in God. You don't know who you are and whose you belong to. Are we understanding one another? And it says, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man and he saw.
And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire. Kwa yule mtu ambaye amepokea neema kwanza. No, iko kwa maandiko. Around the young man, the chariots of fire were not there. Sababu yeye bado hakuwa amepokea hiyo nuru. Haikuwa imefunuliwa kwake. Lakini kwa Elisha, akaona chariots of fire all around Elisha. Ya kwamba walikuwa wanajua hiyo vita hawawezi shindwa. Kwa sababu Mungu amejitokeza mwenyewe. I pray over you today that the eyes of your understanding will be enlightened today, so that every blessing that was meant for you, you will never miss it. You will partake of it. You will rejoice in it. You will become better in your life. You will never walk in fear, but you will walk in courage with the knowledge that the light of God has revealed, that there is enough grace for the journey ahead. Can I hear somebody say an amen? Hallelujah. So there are many people who miss God because they don't recognize the presence of God in their midst. Can you imagine Peter was still sleeping while the angel has already appeared? He did not even know his rescue had come. And so if you don't understand you are a son, you will be knocking at the door instead of entering where you are supposed to enter. Huh? Niko na kijana mkubwa sasa, firstborn wangu yuko form 4 hapa Nairobi school. Akiwa mdogo alikuwa akija nyumbani anajua jinsi ambavyo gate inafunguliwa. Habishi, anaifungua mwenyewe. Anapofungua anaingia ndani, anatoa begi lake, anaachilia kwa kiti, anakimbia mpaka jikoni, anaenda anafungua fridge, angalie kama kuna chochote kimebaki pale. Kama na whistle pole anachukua, anaweka kwa microwave, halafu anaendelea kungoja pale, ni kama ana dance kidogo. Akishamaliza anaichukua, anarudi pale sitting room, anakaa chini, anachukua remote, anawasha TV, anaendelea kukula akienjoy maisha yake. The reason as to why anafanya hivyo, anajua macho yake imefunguliwa tayari. Kuna neema ambayo ako nayo kutoka kwa baba yake. Kwa hiyo ako na access ya kila kitu baba yake anayo. Tunaelewana? Kwa hiyo yeye kama mwana habishi. Yeye kama mwana ana right ya kuingia ndani. Lakini hiyo neema kama haijaachiliwa kwako, hiyo mtiririko ya neema kama haijaachiliwa kwako, utakuwa una mark time kila wakati pale nyuma ukingojea Mungu ajidhihirishe, na alijidhihirisha zamani. Ni wewe macho yako haijafunguliwa. Mgeukie jirani yako, mwambie macho yako lazima ifunguliwe leo katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Number 2 thing tunaona kwa hii maandiko, still in Acts chapter 12 verse 7. We see that grace sometimes wounds you before it restores you. That is affliction. The first one was revelation. The second is affliction. And in affliction, grace sometimes wounds before it restores. Na iko kwa maandiko. That's the second thing. So the angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. Revelation. And he struck Peter on the side. Affliction. Now this might be one of the most overlooked miracles. The angel did not whisper to Peter, "Oh, Petero, nimefika." No. The angel decided to strike him. Other verses says the angel smote him. Other translation says the angel slapped him. We know that our God is a God who is lovingly loving in his loveliness. He is a God who is graciously gracious in his grace. He is a God who is awesomely awesome in his awesomeness. But there are some times, let me tell you the bitter truth. Sometimes God will hurt you to promote you. No, they are not here. Let me talk to people here. Sometimes God will hurt you to elevate you. Kuna wakati mwingine anakubali vitu fulani vifanyike katika maisha yako ili uweze kugundua ya kwamba kile ambacho Mungu anaruhusu katika maisha yako hairuhusu ikudhuru,
anairuhusu ikutengeneze, itengeneze imani yako. He is not doing it to destroy you, he is doing it to develop you. He wants you to mature, he wants you to be complete, he wants you to be lacking nothing, so that if any trouble comes, you know who you are rooted in, you know who you are believing in. Can I hear somebody say an amen? Can I hear somebody say an amen? You see, if you are sleeping, you cannot be able to walk into your destiny. Peter was comfortable in a dysfunctional situation. That is not where he was meant to be. Peter had just preached in Cornelius' house, and people were filled with the Holy Spirit. That was his assignment, kuhubiri injili. Lakini yeye akishikwa, anaingia pale jela na analala. Anasema, "Woi mwadhani, hapa nimekwisha. Gotire kedo haha. Mwadhani, rekede kome." Analala hapo kidogo, akijua yeye anangojea tu ile siku kichwa yake itapelekwa kwa chopping block. Lakini Mungu anatuma malaika. Na Mungu akituma malaika anamchapa kidogo. Na kumchapa kwake si ya kumuumiza, ni ya kumwambia amka, rogamai. Tiga ukoma, rogamai. Anamwambia where you are is not where you are meant to be. You are meant to be out there. You are meant to be preaching the gospel. You are meant to be healing the sick. You are meant to be raising the dead. You are meant to be blessing the people. You cannot move into your destiny if you are still at the same level. Are we understanding one another? So not every painful experience in your life is an attack. Some of those painful experiences are awakenings. God is awakening you into the situation, into the now where you are. He is telling you, my son, my daughter, you are supposed to be a millionaire. Stop being where you are. You are supposed to be driving this kind of car. You are supposed to be owning this property. But while where you are seated and you are sleeping, you cannot have it while you are there. Huh? Are we understanding one another? Are we understanding one another? You'll realize that even Joseph being in prison, it was not for God to hurt him. It was for God to prepare him. Without the prison experience, there would have been no preparation. When David was fighting Goliath, you must understand he was first of all in the field. And in that field he had to fight bears and lions. That was basic training for handling his next Goliath. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana kabisa? I want us to look at something here. 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17. Please give me verse 2. Let me show you that sometimes God allows affliction. Then the word of the Lord came to him saying, "Get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan." Number one, I want you to understand, ni Mungu alimzungumzia. Hawa bado wacha nizungumzia hawa. Maandiko yanatuambia ni Mungu alimzungumzia. The word of the Lord came to him. Kwa hiyo ni Mungu alimzungumzia na akampatia direction. Toyamu hadi waito. Ni malaika maudo maya. All right. Then the word of the Lord came to him saying, "Get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan." Continue. "And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you where? There." Look at the next. "So he went and did according to the word of the Lord. For he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan." Which means alitii Mungu. Maagizo ya Mungu yote alitii na akafuata. Toyamu hadi waito. All right, look at verse number 7. Very quickly, let me show you something here. "And it happened after a while." Yani ile Mungu mwenyewe alifukua. Akamwambia nenda pale. Utakula pale, utakunywa pale. Utakula nyama, utakula mkate. Naye akaenda akakaa pale na akarelax na akaanza kuenjoy. Ukiangalia hii maandiko hapa, hakuna mahali Elijah alirudia Mungu akamuuliza, "Mungu hii kitu unaona itakaa kwa muda gani?"
Ile mazungumzo alikuwa na Mungu hapo mbeleni iliisha kwa sababu alipata lishe. There are some doors that God closes not because he hates you, it's because he loves you. Najua hatupendi injili kama hiyo. Tunapenda zile pokea gari, pokea nyumba, pokea mke. Wacha niwaambie leo, hii neema iko wakati Mungu anakupitishia vitu nzito nzito na ngumu katika maisha yako. Na kuna wakati mwingine anafunga milango fulani kwa sababu anajua akiyafungua itakudhuru. Leo hii ungekuwa umekuachiwa mili, ungekuwa milionea. Lakini mbona hujaijiuliza ni kwa nini wewe upokei? Kwa sababu kuna wengine wakiipokea hii kanisa wamehepa, hawatapatikana tena kwa sababu hiyo hela kidogo imemchanga. Sasa unaona Mungu anafunga tu kaka mlango, wewe unasemaga tu fafa theine wale twari ya Jesu nenda hoya waine wa umothe nenda hoya ororathime rehe besha nyingi muno. Mungu anasema haya gutire besha umothe. Asha anakwambia ikarathi haha, I need you to learn something. Because when God afflicts you like he afflicted this man of God, it is because he depended more on his provision rather than the provider. And so there are certain doors that are closed because you are so dependent on the handouts of God that you forget about the relationship you are supposed to have with your God. Look at someone like Peter. When they are going to the other side and they're in a boat and the wind is hitting hither and thither, the wind was so boisterous, and Peter rises up and says, Jesus, don't you care if we perish? Because Jesus is sleeping. And some of us are like Peter. We are used to Jesus's performance than his presence. Mungu akifanya miujiza umeokoka sana. Mbingu ikifungwa, huyu Yesu amenisahau. Nasikia ni kama nikiomba maombi yangu inagonga hapa juu inarudi chini. Tunaelewa watu wa Mungu? So there are some times when God will allow affliction in your life. I know that is not a popular sermon, but he will allow affliction in your life. So grace sometimes wounds you before it restores you. And that is exactly what happened in the life of Peter. Number 3. Tunaenda haraka haraka. Number 3 is resurrection. Resurrection. Still in verse number 7 of Acts chapter 12 verse 7. The Bible says, now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. Revelation. And he struck Peter on the side. Affliction. And raised him up. Resurrection. Tunaelewana watu wa Mungu? Now, I need you to understand this. The first 2 miracles the angel did for Peter, he shined light in the prison. He struck Peter. But it reaches a place whereby you must participate in your deliverance. There are some things when you are trusting God, you cannot just say, Father bless me, Father give me, Father open the door, Father. No. Unaingia kwa fasting. Unajitenga na watu kwa muda uweze kumsikia Mungu. Unapiga mwili wako sababu kuna kitu unatarajia. Tunaelewana watu wa Mungu? But in this particular case, the angel of the Lord comes to Peter and says, rise up. I know you are still in prison. Peter is here still in prison. He is still chained to 4 squads of soldiers. Those are about 16 soldiers. And there is one door, the second door, and the third one is an iron gate. He cannot escape. His head must go to the chopping block. That is what Peter already knows. Because the king there is celebrating politics. He's about to become famous and better. And the Jewish people are happy with all that is going on. But the angel of the Lord comes to him. And he speaks to him. And he says, Peter, rise up quickly. Now let me show you another command that was given like that one. Let me show you another command. In the book of Genesis 21 verse 18. The story of Hagar.
We are about to finish. The story of Hagar. Genesis 21, verse 18, sorry. Go back to verse 17. Verse 17. The Bible says, and God, ambia jirani, tumia school fees tafadhali. Aya, mumekumbuka. Haya tusome. And God heard the voice of the Lord. Now, listen to me kwanza. Bishop alituambia saa zingine akihubiri yeye ndiye mwali. Situngoje hapo kwanza. We must understand ya kwamba Hagar amefukuzwa na Sarai. Na Hagar hakuwa na makosa. Naona ni kama hatukubaliani hapa. Wacha nirudi hapa. Hagar hakuwa na makosa. Ni Sarai alimwambia Ibrahimu, kama mtoto haji kwa haraka, wacha tusaidie Mungu kwa haraka haraka. Na Ibrahimu hakusema, dikweda maudomasio. Alisema, deda maudomasio. Ama nimesema vibaya watu wa Mungu? Na Ishmaeli akapatikana. Kile ambacho kilinishangaza ni wakati Ibrahimu anakataa kumfukuza Hagar na Sarai ana insist lazima afukuzwe. Mungu anaonea Sarai huruma, alafu Mungu anakuja anamwambia Ibrahimu, listen to your wife. Nilijua hapa lazima watafurahia. Nilijua hapa lazima. Sababu saa zingine kuna kuwaga na maneno kwa nyumba, unasema mimi ndio ndume, mimi ndio baba, mimi ndio prophet hapa ninatangazaga vitu. Alafu Mungu anasema dhikererea hii. Kwa mutumia haha. Nimesema vibaya watu wa Mungu? So Hagar anakimbia. Na kwa sababu tunaambiwaga ni mama anaelewa uchungu wa mwana. So Hagar anakimbia na huyo mtoto. Alafu maandiko inatuambia anamweka mbali. Alafu yeye anaenda mahali pengine anaanza kulia. Kwa sababu hataki kuona kama mtoto wake ataaga dunia ama vile ambavyo atakufa. Because God is not moved by your emotions. He is moved by destiny. You cannot twist God with your tears. Nimesema vibaya watu wa Mungu? Mungu anajua kuna neema. Akikubali upitie jambo fulani, anajua una neema ya kupitia hilo jambo. Kwa hiyo you must enjoy the process. Lakini malaika anapomjia Hagar pale, Hagar analia kwa sababu ile maji walikuwa wamebeba imekwisha. Chakula aliyopewa imekwisha. Sasa anashindwa nitafanya nini na huyu mtoto. Anakaa chini anaanza kulia. Na anapolia, jambo la kwanza malaika wa Mungu anamwambia, mstari wa 18, anamwambia arise. Anamwambia huwezi endelea kukaa pale. Tika koi karahau. Rogamai. Are we understanding one another? Anamwambia najua ulikosewa na Sarai. Najua Ibrahimu hata hakukutetea sasa. Alikuachilia ukaondoka. Umepata shida nyingi kule nje. Lakini huwezi endelea kulia. Huwezi endelea kukaa hapo. Ukiendelea kulia na kucomplain na kunungunika kila wakati, hakuna baraka utapata. Anamwambia simama, kwa sababu grace calls you to rise above what is designed to bury you. I'll say that again. Grace calls you to rise above what is meant to bury you. I have come to an understanding that what is over you defines you. And what defines you limits you. Wacha niseme tena. What is over you defines you. And what defines you limits you. And that is what the angel is refusing here. You cannot continue wallowing in this pain. You cannot continue crying. You cannot continue looking like you don't have a God who cares over your life. You are crying like the God you are serving does not have a roadmap to your destiny. You are not that kind of a person. So he tells Hagar, I want you to rise up from there. And the Bible says, when she rose, arise, lift up the lad and hold him up with your hand, for I'll make him a great nation. Look at the next verse 19. Then God opened her eyes. Revelation.
As long as she was seated down, akilia, akinungunika, macho haikufunguliwa. Lakini saa zile malaika alijitokeza, jinsi ambavyo alitokelezea pale kwa story ya Petero, hapo ndio macho yake kafunguka. Tunaelewana watu wa Mungu? Halafu angalia maandiko yanasema nini? And she saw a well of water. As long as she was complaining, she could not see the water. Watu wa Mungu, kama bado unanungunika, kama bado unalia, hii ceaseless flow of the grace of God hautaiona. Utaona ni kama Mungu alikuacha. Lakini unapoamua wewe mwenyewe, nitasimama. Ninajua sina hela katika mfuko wangu, lakini nitasimama. Sina chakula nyumbani, lakini nitasimama. Kuna watu wamenitenga, lakini nitasimama. Kuna watu wamezungumza juu yangu, lakini nitasimama. Kuna malango ambayo yamefungwa, lakini nitasimama. Inakaa ni kama Mungu alinisahau, lakini nitasimama. Unapoamua kusimama, maandiko inasema macho yako yanafunguliwa, na yanapofunguliwa unakutana na kijito cha maji kinakupatia uhai. Ukikaa pale utakufa, ukikaa pale utakata tamaa, lakini Kristo anasema waile wao mothe rogamai tiako ikarahau, because there's a blessing in your life. Go back to Acts chapter 12 verse 7. Wacha nionyeshe. So there's a reason why the angel is telling Peter, rise up. Now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. Revelation. And he struck Peter on the side, affliction, and raised him up, resurrection, saying what? Arise quickly. Yani malaika alipoenda pale, sijui kwa nini nimeshuka, ni sawa? Malaika anapofika pale, hakuanza kuvunja manyororo. Alitaka kwanza aelewe uko wapi. Kuna neema juu yako, lakini kwa sababu hujaielewa, hujaipokea, hujaifahamu, hujaifanyisha kazi, utaendelea kukaa jela. Ndiposa nimefungua macho yako. Nafungua macho yako na bado hujaelewa niko karibu na wewe. Sasa nimeamua nikugonge kidogo ili uweze kuamka, ujue uko wapi. Na ninakuamuru usimame, kwa sababu mbali ulipo bado umefungwa na minyororo. Kuna vitu bado zimekufunga, hauwezi kutoka pale jela. Lakini unapoamua siku ya leo ya kwamba utasimama, maandiko inatuambia na hayo minyororo yataanza kuvunjika. Ninawatabiria siku ya leo, unapoamua kusimama imara, kila nyororo ambayo imekufunga itafunguliwa siku ya leo. I decree over someone in this place that as you rise up, let every chain be broken. Let the chains of depression be broken. Let the chains of suicide be broken. Let the chains of poverty be broken. Let every form of chain in your life, let it hear the word of the Lord, and let it be broken over your life, because you will begin to walk in freedom. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Can I hear somebody say amen? Wacha tumalizie verse number 8, Acts chapter 12. Najua wengine wenu mmesoma ya maandiko mara nyingi sana, lakini si kuna neema kakuielewa. Sasa wewe ukitoka hapo unaenda unaipiga injili. Usiseme umetoa kwangu, sina copyright. Wewe sema nilipokuwa nikiomba, nikimgoja Bwana, alinizungumzia. Na nawaambia, ninawahakikishia mtabarikiwa leo, kwa maana nimemsikiza Bwana. Ama nisema vibaya watu wa Mungu? Look at verse number 8. The Bible says, the angel said to him, jirani, tumia school fees bwana. The angel said to him, guard yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, put on your garment and follow me. That is preparation. Grace dresses you for the place God is taking you. A ceaseless flow of grace ni Mungu anakuandaa, anakutengeneza,
amekupitisha kwa vitu vingi katika maisha yako, lakini anaona siku zako za usoni. Kile ambacho anafanya sasa ni kwa sababu ana kusudi fulani kwa ajili ya maisha yako. Asema amen, mtu wa Mungu. So one would expect the angel to shake the prison so that Peter gets out of the prison. Instead, he pauses and begins to tell Peter, I want you to dress up. I want you to put on your garment. I want you to put on your sandals. The sandals represents readiness. He says, I want you to put on your belt. The belt represents discipline. He says, I want you to put on your cloak, your garment. That represents identity. I don't know whether we are talking to one another. So Peter was not just escaping prison. He was stepping back into his purpose, where God had told him, and this gospel must be preached in all the earth, and you shall receive power, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the outermost parts of the earth. But you cannot be in prison and expect to be a witness. So I have to free you first and prepare you for the next thing that is coming in your life. I want you to notice something here. Herod prepared a courtroom for Peter, but God was preparing the calling of Peter. The Jewish leaders expected Peter's funeral, but God was expecting Peter's future. The enemy prepared shame for Peter, but grace prepared significance for Peter. This is the same thing in Exodus 12:11. When the children of Israel were leaving Egypt, and the angel of the Lord was moving around killing all the firstborns, and the blood had been put on the doorposts. It is the same thing Peter is being told here that was said in Exodus 12:11. Guard yourself. Prepare yourself, because you are about to move. Can I tell someone today, God never wastes any season in your life. Every experience